Kama kawaida sisi kama wadau tulipata mafunzo kutoka Costech, lakini pia kulikuwa na wabunifu mbalimbali, na sisi tukaamua sasa kuwafuatilia wale wabunifu wamefikia wapi, lakini pia maendeleo yao yakoje. Na siku ya leo tumekutana na baba ambaye ni mstaafu wa VETA, na sasa hivi tunaona serikali inasisitiza kuhusiana na VETA, na tuko na baba yetu. Shikamoo baba. Marhaba. Karibu. Unaitwa nani, lakini pia tuzungumze na Tanzania kuhusiana na ubunifu ambao unafanya? Asante sana. Kwa majina naitwa Gaspar Leo Moshi. Ni mbunifu kutoka Arusha. Niliweza kushiriki katika maonyesho ya kitaifa ya Makisatu mwaka 2022, na nilishiriki hivyo baada ya kubuni bidhaa yangu ambayo ilikuwa ni mashine ya uungaji vyuma, na namshukuru Mungu kwamba ile mashine iliweza kushiriki katika yale maonyesho, nikabahatika kuwa mshindi. Na baada ya yale maonyesho serikali kupitia Costech ilituwezesha kwa kutupatia mafunzo zaidi ya kuweza kuboresha na kuendeleza bunifu zetu. Lakini baada ya yale mafunzo pia nikawa ni mnufaika wa serikali, wa mfuko wa serikali wa kusaidia wabunifu ambao unaratibiwa na kuongozwa na Costech. Kwa hivyo niliweza kupata host institution ambaye aliniongoza katika kuboresha bidhaa yangu, na baadaye serikali iliniwezesha kwa njia ya ruzuku kuweza kupata fedha ambayo niliweza kuendeleza ubunifu wangu mpaka nikaweza kuingiza sokoni. Na mpaka tunavyoongea sasa hivi nimeshaingiza ubunifu wangu sokoni, na tayari wapo watu ambao wameshanufaika kwa kununua mashine ambazo tumezitengeneza. Kwa hiyo kwa namna pekee nashukuru sana serikali kupitia Costech kwa namna ambavyo inawajali na kuwawezesha wabunifu ili kuweza kufikia hatua ya kukuza bunifu zao. Okay, nini ambacho kimepelekea kuweza kubuni mashine hii na sio kitu kingine? Asante sana. Hii mashine, kilichonipelekea kuibuni hii mashine ni baada ya kuona kwamba kuna uhitaji wa mashine za kuchomelea, na zaidi sana mashine ambayo inaweza ikafanya kazi zaidi ya moja. Mashine ambayo inaweza ikafanya uungaji wa vyuma, lakini pia ikaunga vyuma vya aluminium na pia kuweza kuchaji betri. Kwa hiyo kilichonipelekea kuweza kufanya huu ubunifu ni baada ya kuona kwamba hilo hitaji lipo, na nina ujuzi ambao naweza nikatumia ujuzi wangu na malighafi zilizopo kutengeneza na kufanya huo ubunifu. Changamoto gani ambazo sasa unakutana nazo? Changamoto ambazo nimekutana nazo naweza nikasema kwamba ni kama mbili. Changamoto ya kwanza ni upatikanaji wa baadhi ya malighafi kwa ajili ya kutengeneza hii mashine, ambazo hizi malighafi nyingine huwa zinatoka nje ya nchi kupitia kwenye makampuni kama Tanalek. Lakini pia changamoto nyingine ni mashine nyingi ambazo zinatoka nje ya nchi, hasa katika wenzetu wa China. Kwa hiyo unakuta kwamba mashine tunazozitengeneza zina ubora, lakini kutokana na mashine zinazotoka nje zina bei nafuu zaidi na pengine ni rahisi zaidi. Kwa hiyo unakuta kwamba tunakutana na changamoto ya kimasoko. Okay. Mashine hiyo umezungumzia kwamba unaweza kuichaji, kwamba mtu anaweza kubeba kuhamisha kwenda sehemu nyingine, au inachajiwa lazima itumike hapo inapokaa? Hii mashine inabebeka, unaweza kwenda kufanyia kazi mahali popote, isipokuwa hii mashine tunasema kwamba inaweza ikachaji betri, kwa maana ya kwamba hii mashine inafanya kazi zaidi ya moja. Inafanya uungaji wa vyuma, welding, labda kutengeneza milango, madirisha, lakini pia kwa watu ambao wanatumia betri kwa ajili ya sola au kuwasha taa majumbani kwao, hasa sehemu ambazo hapana umeme, hii mashine inaweza ikatumika kuchaji hizo betri. Nini wito wako kwa serikali? Wito wangu kwa serikali, kwanza nashukuru sana serikali yetu inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo inawajali wabunifu, na tunamshukuru sana mama kwamba anawajali wabunifu, na hivyo natoa rai kwa Watanzania na hasa wabunifu kuweza kutumia nafasi hii kufanya bunifu, na hizo bunifu kwa kuwezeshwa na serikali ziweze kuingia sokoni kwa ajili ya tija na ya uchumi wetu. Sasa katika vyote umezungumzia changamoto, tunatamani kufahamu baada ya kutengeneza hii mashine kuna mafanikio gani ambayo umepata? Kuna watu wamekuja wakataka kufahamu namna ambavyo unatengeneza, labda kuna wanafunzi, kuna watu wanatamani vitu tofauti tofauti kutoka kwako. Hebu tujuze mafanikio angalau mmoja wapo ambalo umelipata tangu umetengeneza mashine hii. Asante sana. Fanikio kubwa sana ambalo nimelipata baada ya kutengeneza mashine hii, kwanza nimejiamini katika ubunifu wangu, na baada ya hapo nimeona nijikite zaidi katika ubunifu ambazo zinakuwa na tija zaidi na kwa watu wengi. Kwa hiyo baada ya kuthubutu kufanya ubunifu na nikaona manufaa yake, nilianza kufanya ubunifu ambao nilijikita zaidi kwenye mafunzo, na hapo nikaja na bidhaa nyingine ambayo ni
bodi ya hususani kwa ajili ya kufundishia fani ya umeme kwa vitendo. Hii ni bodi ambayo naweza nikasema ni ya kipekee kwa sababu inamwezesha mwalimu anayefundisha fani ya umeme kuonyesha kwa vitendo taski au kazi zaidi ya 40 ambazo zote zimeunganishwa katika bodi moja, na kwa hivyo inarahisisha uelewa kwa wanafunzi, lakini pia inamwezesha mwalimu kuweza kufundisha hata pale kunapokuwa hakuna ni training material kwa wakati husika, kwa sababu mwalimu anaweza kaonyesha zile kazi zote kwa vitendo na mwanafunzi akaelewa kwa haraka. Bodi hii inaweza kutumika katika vyuo vya ufundi stadi kama VETA, vyuo vya maendeleo ya jamii FDC, lakini pia inaweza kutumika katika shule za sekondari, hasa katika mfumo huu wa mafunzo ya amali. Kwa hiyo ni rahisi zaidi kwa mwanafunzi kuweza kuona kile anachojifunza na hivyo kukuza uelewa. Bado tupo na baba hapa, ni mstaafu lakini pia ni mbunifu, lakini sasa hivi mtaala umebadilika kuanzia elimu ya amali hii. Hebu tujuze wewe pia kama mzoefu, kama mwalimu kutoka zamani, unazungumziaje kuhusiana na hii elimu ya sasa hivi? Asante sana. Kwanza kipekee na pongeza sana Wizara ya Elimu kupitia kwa Waziri wa Elimu Profesa Adolf Mkenda kwa kuja na sera mpya, mtaala mpya wa mafunzo ya amali, na huo mafunzo ambayo yanaanzia katika ngazi ya shule za sekondari. Kwa kweli ni mfumo mzuri sana ambao utawezesha vijana kuanza kupata ujuzi katika ngazi ya sekondari, na hivyo wanavyotoka mashuleni wanaweza wakajiajiri au wakafanya shughuli zao. Na kwa namna ya pekee niseme kwamba ili kuunga mkono mtaala huu mpya ndio nikaja na wazo la kutengeneza kifaa, kwa sababu mafunzo haya awali yanafanyika zaidi kivitendo na sio kinadharia. Hivyo nikaona kwamba ili mwanafunzi aweze kujifunza na kuelewa haraka, basi nibuni kifaa ambacho katika hii fani ya umeme kitamwezesha mwanafunzi kuweza kuona haraka mwalimu anapofundisha, kwa kuona zile kazi zote ambazo anazifanya, kama ambavyo tutaweza kuona hiyo bodi inavyofanya kazi. Okay, tuambie unapatikana wapi, lakini pia kwa anayetaka kupata mafunzo kupitia wewe, namba za simu. Karibu. Asante sana. Mimi ninapatikana Arusha, na mtu yeyote ambaye anahitaji kupata mafunzo bora ya vitendo anaweza akanifikia kupitia namba yangu ya simu ya 0766499264. Kutoka VETA, COSTECH ikamwona, serikali ikamwona, akapata tuzo yake pale, akashikwa mkono na viongozi. Ni kutokana na ubunifu. Usijifiche ndani kwa kuficha ubunifu wako. Jitoe uweze kuonekana. Sisi bado tupo na wewe. Tunatembea hatua kwa hatua. Tuite popote, tutakuja. Mimi jina langu naitwa Mwanaisha Suleiman. Naitwa Renalda Masawe au Mdau Mshakarikaji. Bye.